Sasa leo nimekuletea makosa matano ambayo haupaswi kuyafanya kabisa katika maisha yako. Na kosa la tano nilokuwekea ni kosa ambalo hupaswi kulikosa kabisa. Unapaswa kuangalia ili ujue kwamba ni kipi hupaswi kufanya. Na najua umeendelea kufaidika na maarifa ambayo nimekuwa nikiyatoa kwenye channel hii. Kama hujasubscribe basi ni wakati wako wa kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zaidi au videos ambazo huwa naziweka hapa kwenye channel hii yetu. Lakini vile vile unaweza kubonyeza hiyo alama ya kengele ili iendelee kukupa video mpya ambazo nitakuwa nikiziweka hapa. Na leo nimekuja na hizi na haya makosa matano ambayo haupaswi kuyafanya, kwa sababu nimekutana na watu wengi ambao wamekuwa wakiniuliza hivyo, nimefanya 1 2 3 4 5 lakini baadaye nimejikuta nimelost au nimekula lost au nimelost. Sasa nifanyaje? Sasa nikaona ni vizuri na wewe ni kuupdate ili usije ukaingia kwenye makosa ambayo watu wanayafanya au watu wameyafanya na baadaye wanajikuta hawezi kurudi tena nyuma. Sasa fuatilia kwa makini ili ujue ni makosa ya aina gani hayo, kisha utaniandikia kwenye comment au utaniuliza kwamba ni kitu gani ambacho umejifunza zaidi na kitu gani ambacho ushawahi kufanya na ikaonekana ni kosa kubwa ambalo ulifanya kwenye maisha yako. Kosa namba 1 ambalo mimi nashauri na nasema watu usilifanye kabisa ni kuamini kila mtu. Tunasema never trust even your dad. Sikiliza, nimesema never trust everyone. Never trust everybody. Never trust even your daddy. Kwa nini nasema hivi? Watu wengi wameamini watu wengi ambao baadaye wamekuja kuyasababishia maumivu makubwa sana. Inawezekana akawa ni mpenzi wako, ulimwamini sana ukasema hapa siwezi kuachwa hata iweje, ukatoa mazawadi, ukajitoa kwa muda wako, ukajitoa kwa kila kitu, ukawaambia na marafiki zako kwa kuamini kwamba huyu ni mpenzi wangu na namwamini na nitamuoa tu. Au inawezekana ulikuwa unaelekea kufanya kitu fulani ukamwamini mtu kwamba atakusaidia, baadaye akaja akakuangusha. Ukampa mtu fedha, baadaye akaja akakuangusha. Ni kwa nini? Kwa sababu uliamini mno. Na watu wengi wameingia mkenge sana kwenye masuala ya namna hii. Mimi huwa nasema, kwa mfano kuna vijana wengi ambao nimekutana nao hasa ambao wapo mavioni, unakuta mtu anakwambia kuna jamaa unamwamini sana, kuna rafiki yangu ambaye anishawishi niwekeze kwenye eneo fulani. Baadaye tukapoteza zile fedha. Ni kwa nini? Kwa sababu alimwamini. Sasa the law of trust haitaki umwamini kila mtu, ila inapotaka wewe utengeneze trust kwa watu wengine. Kwa hiyo stop trusting everybody. Hakikisha unapotaka kufanya kitu chochote unakuwa unaamini kwanza kwenye maamuzi yako. Hakikisha kwamba haumwamini mtu mwingine yote. Hakikisha unaamini kwenye maarifa. Moja ya shida kubwa ambayo inapelekea watu wakaamini kila kitu ni kwa sababu wanakuwa hawana maarifa ya kutosha kwenye vichwa vyao. Kwa hiyo kama hauna maarifa ya kutosha, manake utaamini kwenye kila kitu. Kila kitu ambacho kinakuja kwako utakiona kipya, na kwa sababu ni kipya basi utakiamini, na ukikiamini basi unaingia kwenye mkenge ambao inakuwa ni hatari zaidi kwenye maisha yako. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba hakikisha haumwamini kila mtu. Ni hatari sana kwenye maisha yako. Usimwamini kila mtu. Hilo ni kosa ambalo haupaswi kulifanya. Iwe ni kwenye swala la uwekezaji. Kama mtu amekushawishi uwekeze, hata kama unamwamini, hakikisha unatafuta maarifa ya kutosha kwenye hilo eneo ili ukae sawa. Lakini hata kama ni mpenzi wako, never invest too much, kwa sababu inawezekana kuna siku akakuangusha. Haijalishi unamwamini kwa kiasi gani. Kuna watu ambao wameumizwa sana. Bill Gates ameumizwa na ametoa mpaka sehemu ya utajiri wake kwake yeye, na matajiri wengine wengi, kwa sababu tu the law of trust waliamini na baadaye wakaja wakaangushwa. Nikaona msikiliza Donald Trump hapo juzi, wakati baada ya kuapishwa tu akasema anataka avunje ile ya kwamba ukiachana au mke wako akiomba talaka basi unapaswa kumpatia sehemu kubwa ya utajiri wako. Anataka aivunje kabisa, kwa sababu amekuta watu wanachukua advantage na watu wameumizwa. Kwa hiyo ni hatari sana. Usimwamini kila mtu ili uwe safe kwenye kila ambacho unakifanya. Sasa kosa namba 2 ambalo mimi nakutaka uepuke na usilifanye kabisa, hakikisha hauamini kwenye miujiza. Mimi wanasema usiamini kwenye miujiza tu. Tumeingia kwenye wakati ambao tuna taarifa nyingi sana. Tumeingia kwenye nyakati ambazo tumekutana na watu ambao wanatupatia taarifa nyingi na wanatuaminisha vitu vingi, lakini bahati mbaya sana watu wanatuaminisha kwenye kuvipata hivi vitu kimiujiza, kitu ambacho sicho. Nataka nikwambie kwamba tupo kwenye dunia ambayo kama hautasimama wewe kama wewe, basi hautaachieve kitu chochote, hautapata kitu chochote.
usiishi kama tunasema kama ndege. Ndege anaamini kwamba kama sitapata leo kwenye mti huu, kama sitapata kufyonza kwenye ua fulani, kama limenyauka basi watapanda mengine nitaenda kufyonza. Sisi ni binadamu, hatupaswi kuishi kwa namna hiyo. Hiyo ni miujiza. Na nilikuwa namsikiliza Dr. Miles. Dr. Miles anasema kusubiri miujiza ni kama kubeti, kitu ambacho ni dhambi kabisa. Yaani miujiza ni kama kubeti kwa sababu unakuwa unasubiri kitu ambacho hujakifanyia kazi. You get it without working for it. Miracles is like gambling. You get it without working for it. Kwa unapaswa kuepuka kabisa kuanza kuamini kwenye miujiza. Usiamini kwamba gari utaipata tu kutokana na miujiza. Ametokea tu mtu pengine amesema sasa pata gari, na wewe unaamini kwamba utapata gari. Nataka nikwambie watu wote ambao wameachieve kupata vitu vikubwa duniani kwa sababu walivifanyia kazi. Au vipata tu kwa miujiza. Walivifanyia kazi na hatimaye wakavipata. Ndio maana leo wewe unawaona kwamba wana vitu hivyo. Kwa hiyo usije ukadanganyika na kuona kwamba unaweza kuvipata hivyo vitu kwa miujiza. Weka mipango thabiti, fanyia kazi hiyo mipango yako, anza kutrack hiyo mipango yako na kuona kwamba inaelekea wapi. Fanya training za kutosha ili kujua kwamba unaelekea wapi. Halafu baadaye tukutane kwenye kilinge cha matokeo. Never trust in miracles always. Sisi tunaamini kwenye miujiza kwa maana miujiza inaaminika, au tunaamini miujiza tu pale ambapo tunakuwa tumefanya kazi. Yaani umefanya kitu alafu unakuja kupata zaidi ya vile ulivyotarajia. Hiyo ndio miujiza. Sio miujiza ya kukaa tu au hujafanya chochote alafu unatarajia kitu kije kitokee. It is impossible kabisa. Kwa hiyo usifanye kosa la kwanza kusubiri miujiza tu au kuamini kwenye miujiza tu. Hiyo ni hatari sana. Sasa kosa namba 3 ambalo nataka uliepuke pia au usilifanye kabisa, tunasema usiwaambie watu kila mpango unaotaka kufanya. Nimeona ndoto za watu wengi zikifa. Inawezekana na wewe kuna wakati fulani ndoto yako imekufa kwa sababu tu uliwaambia watu mipango yako. Kuna wakati ulijisahau ukajikuta mipango yako umewaambia watu wengine na ikaanza kufa kidogo kidogo. Sikiliza, nataka nikwambie kitu kimoja. Unapowaambia watu baadhi ya mipango yako, hakikisha unakuwa na trust nao. Unakuwa unawaamini kwamba hawezi kukuangusha, kwamba hawezi kuiiba ile mipango yako. Kuna baadhi ya marafiki zetu au watu ambao tupo nao karibu ni watu wa ajabu sana, na kama Mwenyezi Mungu angekujalia kuona ndani ya mioyo yao, ndani ya vichwa vyao wanavyowaza kuhusu wewe, basi inawezekana usingethubutu hata kuambia kuhusiana na mipango yao. It's okay kuambia, lakini sio kila unayemwambia basi anakuwa anafikiria mema. Kuna wakati inawezekana akakuvunja moyo, akasema hicho kitu hakiwezekani, akakupatia mifano ya watu wengi ambao wamepata kutokuachieve hicho ambacho unataka ukifanya na hatimaye ukagive up. Lakini bahati mbaya sana ukaja hapo baadaye, baada ya kuishi sana, baada ya miaka kadhaa ukaja ukakuta watu wamefanya kitu kile ambacho wewe ulikuwa umetishiwa kukifanya kwa sababu tu uliwaambia marafiki zako. Kwa hiyo there is a time ukipata wazo la kufanya kitu fulani, ukipata wazo lifanye kama lilivyo. Hakikisha unalifanya kama lilivyo. Lifanye watu waone matokeo. Usianze kulielezea sana. Kuna watu ni waoga sana kuhusiana na mipango mikubwa. Kwa hiyo kama ni waoga, maana yake ukiwaambia tu baadaye wanakukatisha tamaa na baadaye unajikuta haiwezekani kabisa kufanya hicho ambacho ulitaka kukifanya. Kwa hiyo waepuke kwa nguvu zote. Na nataka usifanye kosa hili. Mimi wanasema some of your close people you are undercover haters. Yani some of your close people, some of your close related people, they are undercover haters. They hate you. They hate your plans. They hate your achievement. They hate your success. Kwa hiyo kama they hate it, manake haupaswi kuwashirikisha kila kitu kwa sababu watachukia tu. Unashangaa umewaambia watu mipango mikubwa ulionayo, unashangaa tu chuki inaibuka, hujui hata ilikotoka, imeibuka tu. Ni kwa sababu umewaambia mipango yako na wanaona ukubwa ambao unaenda kuwa nao. Kwa what they can do ni kwamba wanaanza kukufifisha. Ni wachache sana watakusupport. Sisemi kila mtu upaswi kumwambia, lakini angalia whom you trust. Nani unamwamini zaidi? Anaweza kuwa ni mentor wako au akawa ni kiongozi wako ambaye inawezekana umemlipa ili akusimamie kwenye mafanikio yako. Huyo ni safi. Lakini hao wengine, tafadhali usimwambie kila mtu. Usimwambie kila mtu. Namba 4 tunasema usifanye kosa la kutokujifunza na kubadilika. Siku moja nishawahi kuandika article moja kuhusiana na CEO wa Nokia, wa kampuni ya Nokia. Bila shaka umeshawahi kutumia simu za Nokia.
nilikuwa nazipenda sana, na wakati zinatoka tu nimezitumia pia. Ni aina za simu ambazo hata saa hizi ukiwa na simu ya Nokia kuna namna fulani kidogo utakuta mtu anasema hiki ni kichatio au namna fulani. Ilikuwa ukiwa nazo basi wewe unaonekana at least una fedha. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Sasa Nokia, unajua moja watu ambao soko lao limeshuka kwa kasi sana ni watu wa Nokia. Limeshuka kwa kasi, na hivi saa hizi soko lao limekuwa chini sana, na sokoni ni kama wanapotea. Ingawaje wapo. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu they are not adaptable to change. They never wanted to change. Unajua wakati wao wanafanya mauzo makubwa sana katika nyakati zao, wakajiona kama sisi ndo tumeshawini soko, hatuwezi kuanguka tena. Hawakupredict the future of their market. They never made the prediction of the future market. Kwa hiyo baadaye wakajikuta kuna industry nyingine, kuna kampuni nyingine zimeanza kutengeneza simu nyingine ambazo zilikuwa ni bora kuliko wao. Zipo Samsung, zipo simu kuna simu za Apple, kuna simu za iPhone, kuna simu za nyingine tunasema Tecno na nyinginezo. Hizi zimekuja kufanya mapinduzi, zimeangalia weaknesses za jamaa alizokuwa anazifanya, baadaye wao wakateke as an opportunity. Sasa Nokia kushindwa kuchange na kubaki kwenye eneo lile ambao alikuwepo ndicho ambacho kimemwangusha. Kwa hiyo nataka kusema nini? Ni kwamba hakikisha unabadilika sawa sawa na ulimwengu unavyobadilika. Kama hautabadilika, ujue kwamba nafasi yako haipo kesho. Kwa sababu watu ambao nafasi zao zipo kesho ni wale tu ambao wapo adaptable to change, ambao wanabadilika. Sasa hizi mamia ya kazi za watu zimechukuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu hawakutaka kubadilika, kwa sababu watu waliamini teknolojia haiwezi kuchukua kazi zao. Lakini sasa hizi watu wanafanya kazi, AI inafanya kazi, AI inafanya kazi badala ya binadamu, marobot yanafanya kazi badala ya binadamu. Kwa people are losing jobs. People are losing jobs kutokana na vitu vya namna hii. Kwa hiyo kama haubadiliki, manake unajiweka kwenye hatari kubwa ya kukosa kazi ambazo zipo mbeleni. Kwa hiyo hakikisha haufanyi kosa la kutokubadilika. Nasema you have to change. Be adaptable to change. Predict the future. Start changing today. Start learning today. Na kosa na la mwisho kabisa ambalo nilisema ni muhimu sana wewe kulifuatilia na ambalo haupaswi kulifanya kabisa, mimi wanasema usicheze na nguvu za Mungu kwa namna yoyote ile. Yaani usije ukadharau nguvu za Mungu kwa namna yoyote ile, usicheze na nguvu za Mungu kwa namna yoyote ile. Sikiliza, watu wote ambao wamepata kufanikiwa duniani, kuna nguvu ambayo wanaiamini. Kuna nguvu ambayo wanaiamini na ambayo wanajua kabisa kila kitu wanachokifanya basi kimetoka huko. Watu wengi hata kama wakikuaminishwa kwamba there is no God, I want to tell you there is God. Kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya maeneo unaweza ukapita ukaona kabisa hapa sikupita kwa akili zangu. It was God. It was God. Yaani unaona kabisa it was God himself. Kwa never underestimate the power of God. Usije ukadharau nguvu ya Mungu. The power of God is real in every word that you do. Kwenye kila kitu ambacho unakifanya, kwenye makosa hayo yote hayo, hakikisha kwamba unamshirikisha Mungu ili kutokuyafanya. Lakini kosa kubwa kutokulifanya kabisa ni kutoidharau nguvu ya Mungu. Guys, there is real power in believing the presence of God. There is real power in believing the presence of God. I want you to believe in God. Kuna wakati ambao atakutia nguvu, kuna wakati ambao utakuwa na hofu, lakini yeye atakutia nguvu kwamba you can achieve this. You can achieve this. Kwa sababu he the creator of all what that you see today, of all who we are today, it is who he created us. Kwa hiyo we need to believe in him. We need to believe that there is God. We need to trust in God. We need to worship him. Kwa hiyo usidharau nguvu ya Mungu. Kuna wakati ukiishiwa nguvu, we ask the power from him. Kwa hiyo usifanye kosa la kudharau nguvu ya Mungu. Anasema pesa na dhahabu, fedha na dhahabu zote ni za kwake. Kwa hiyo kitu chochote ambacho tunakitafuta duniani, kwa sababu it is him that created all the things. Kwa hiyo never underestimate it. Hao ni makosa ambayo ningetaka usidharau kabisa au usiyafanye kabisa kwenye maisha yako. Na kama ulishayafanya, basi ni wakati wa kubadilika na kuamini kwamba haupaswi kuyafanya tena. Badilika. Usipobadilika, basi utaumizwa tena. Sikia, kama hautabadilika, manake utafanya tena makosa haya na baadaye utajikuta tena umeumia. Sijui kama utanielewa, lakini nataka uelewe ili usije ukaumia kwa sababu ya makosa haya ambayo yalikuwa yanaweza kaepukika kabisa.
Najua umejifunza, na kama umejifunza kwenye video yangu, basi niandikia hapo kwenye comment kwamba umejifunza kitu gani, na mimi nitafurahi sana kuona comment yako. God bless you. Subscribe our account.